Baada ya wakili Katuga kupinga kuitwa kwa Rais Samia na viongozi wakuu, sasa mawakili wengine wa serikali Ignas Mwinuka na Job Mrema wanaunga mkono kwa kutumia sheria maalum. Anasimama wakili wa serikali Ignas Mwinuka anasema Presidential Affairs Act kifungu cha 9 kinasema wito wa summons maana yake unamlazimisha shahidi kufika. Anakisoma kifungu hicho afa anasema kwa hiyo kwa mujibu wa kifungu hiki mahakama haina mamlaka kutoa wito wa kukompeli rais kufika mahakamani. Naomba kuwasilisha. Anasimama wakili mwingine wa serikali Job Mrema naye anasema naomba kuunga mkono hoja. Jaji Nduguru anasema achana na mambo ya kuunga mkono hoja, nenda kwenye hoja. Mrema anasema section 24 ya TSCAP namba 406 inasema kuhusu protection of source of information, yani usiri wa taarifa. Kwa kuzingatia mshtakiwa ametaja baadhi ya mashahidi mfano DGIS, yani mkuu wa usalama wa taifa aje hapa mahakamani, anataka kupata taarifa kwa mashahidi hawa ili apate kujitetea. Sasa kwa cheo cha shahidi huyu anafagiwa na masharti ya sheria hii. Hata akija hapa hataweza kusema kila kitu na sio sahihi kabisa. Kuna limitation kwa mujibu wa sheria. Kifungu hicho kimewekwa penal sanction, yani kutoa ushahidi huo ni kosa kubwa la kisheria. Lissu akasema mmeyataka mtayapata, ngoja tuendelee. Job Mrema anaendelea, anasema naomba kufanya marejeo kwenye shauri la criminal appeal Job Tuifunga versus Republic, yani criminal appeal namba 185 ya mwaka 1980 ambao ilikuwa Tanzania huko Mwanza. Mahakama ilisema a trial magistrate has a discretion to call witness, yani mahakama ina uwezo wa kukataa ushahidi kuitwa, lakini kwa mujibu wa msingi uliotengenezwa kwenye kesi hii ni kuweka sababu. Sasa sisi tunasema sababu tulizotoa kuanzia shahidi namba 1 Samia hadi namba 7 mashahidi wasiitwe kwenye shauri hili kwa sababu tulizozieleza, na ni hoja yetu kuwa mnayo mamlaka ya kukataa. Ni hayo tu. Serikali inatumia sheria maalum kama Presidential Affairs Act na TC Act na kesi ya zamani kuonesha kuwa mahakama ina discretion ya kukataa kuitwa kwa baadhi ya mashahidi. Jaji Nduguru anamuuliza mshtakiwa kama anacho cha kusema. Mheshimiwa Lissu anasema, "Waheshimiwa majaji, kabla sijaanza, naomba kidogo kufanya consultation na mawakili wangu kabla sijaanza. Naomba nifanye kwanza consultation. Ni 5 minutes is enough." Mawakili wa Lissu wakiongozwa na Dr. Nshara Jebla na Matata, Paul Kisabo, Deogrates Bayinyira na Madereka wanasimama wanaenda kumuona Lissu, ambapo wakili Kisabo amesimama akimuonyesha Lissu sheria kwenye laptop na Lissu anasoma na wanaendelea kujadiliana. Wakiwa wamemaliza kujadiliana, Lissu akasema, "Kuhusu hoja ya mimi kuwataja mashahidi wangu ninaotegemea kuwatumia kwenye kesi hii, Katuga amesoma hoja hii kuwa na ukweli ni kwamba toka Kisutu hoja hii ilikuwa na shida. Mgogoro specific ni kwamba hakimu mkuu mkazi Franco Kiswaga baada ya mtuhumiwa kumwambia kuwa ana mashahidi na kuanza kuwataja akakataa kuwa rekodi hao mashahidi. Na hoja yake ilikuwa ni kuwa hao utaenda kuwataja mahakama kuu. Mimi siandiki, utaenda kuwataja mahakama kuu." Baada ya shauri kuletwa hapa mahakama kuu, waheshimiwa majaji, nilileta hoja kwamba utaratibu mzima wa committal proceedings ulivurugwa kwa makusudi na nikawaambia majina ya mashahidi wangu wa utetezi yalikataliwa. Nilileta mbele yenu na mkasema wenyewe kuwa utakapofika wakati wa kujitetea utawapa fursa ya kuandaa utetezi wako, na mkasema niwatajie majina mnaotaka niwaite. Nikawatajia na mkaandika kwenye rekodi. Katuga akasema ukurasa wa 186 na wa proceedings orodha ipo na mliwaandika wenyewe majaji. Jambo hili sio la leo, lipo kwenye rekodi za mahakama hii. Anachotaka Katuga mfanye ni mjikane nyinyi wenyewe. Anataka mjioneshe kuwa hamna akili. Sasa hiyo ni juu yenu, sio kwa sababu majina ya mashahidi hayajawahi kutajwa au la. Yalitajwa Kisutu, yakatajwa kwenu, na leo nimerudia tena. Lissu anarudisha rekodi za mahakama yenyewe, majina kuwa yalitajwa, yalikataliwa Kisutu, lakini mahakama kuu ilisema atawataja wakati wa utetezi na yakaandikwa kwenye rekodi. Mheshimiwa Lissu akaendelea akasema, "Amueni, mtanipa haki hiyo ya kupata mashahidi au mjikane. Mimi napendekeza msijikane, msikubali huo mwaliko wa kujikana. Vinginevyo, kosa kubwa kuliko zote, mahakama hii itathibitisha kuwa haina uwezo wa kutenda haki tena kwenye kesi ambayo adhabu yake ni kifo. Mtaonesha kuwa hamna uwezo wa kutenda haki na mtageuzwa kangaroo court au a court of star chamber court.
Hoja ya kifungu cha 281 na 312 ya pili, mlishaandika majina ya mashahidi last year, has already been taken by your own order. Lissu anamaliza kwa onyo kali akiwaambia majaji wasijikane, wasigeuke kuwa kangaroo court au star chamber. Akasema kuwa kuna hoja za serikali ambapo kuna Presidential Affair Act inazuia kumlazimisha rais, TIS Act inazuia kutoa taarifa nyeti, mahakama ina discretion ya kukataa mashahidi. Lakini Lissu amesema majina yaliyotajwa Kisutu na mahakama kuu ni majina hayo ambayo ameyataja leo, na rekodi zipo ukurasa wa 186, na kuwakataa kwa sasa ni kujikana, na onyo lake ni kuwa mahakama isigeuka kuwa kangaroo court au star chamber. Hii ni vita ya msingi kati ya haki ya kujitetea na ulinzi wa viongozi wa juu wa serikali. Mpira upo kwa majaji kuamua kama watatoa wito kwa Samia, Mpango, Majaliwa na wengine au watakataa. Lissu amejibu kwa nguvu na kurejesha rekodi za mahakama, na uamuzi wa majaji juu ya orodha hii utakuwa muhimu sana kwa mwenendo wa kesi nzima. Mahakama imekuwa kali sana. Sasa sijajua Lissu atakubaliwa kuwaleta mashahidi wake ambao ni viongozi wakubwa kabisa kwenye serikali hii au la. Tuone nini mahakama itaamua. Subiri hapo, nitakuletea kipande kinachofuata.